Mwanangu Alex, kama unavyoona kakako Devi ameondoka. Na huko alikokwenda, kama ataamua kuyafanyia kazi maneno nilomwambia, basi nina imani atafanikiwa. Na kama hatoyafanyia kazi maneno nilomwambia, basi tumuombee tu sana kwa Mungu azidi kumbariki. Unajua mama, siku zote sisi tumekuwa dua zetu ni hizo, kumwombea kaka aweze kubarikiwa, aweze kufanikiwa. Mungu atambariki kwa sababu kakaangu unajua anakusikiza sana wewe. Anakusikiza sana wewe. Na hakuna mtu yote anamsikiliza sana zaidi ya mama. Mara nyingi akili yangu naiweka kumwaza yeye sana. Pale anapopata basi niweze kuyafanikisha yale ambayo nayawaza akilini mwangu. Angalau na mimi niwe na simu kubwa. Na headphone nini, namna gani nipata viatu vizuri. Atubadilishie na maisha yetu hapa nyumbani. Kwa maana tunakuwa na maisha magumu sana mama. Mashamba tunayo lakini ulimaji wetu ni mtihani. Kulingana tuna pesa. Hivyo kubwa zaidi kumuombea tu. Na naamini atafanikisha tu hilo. Kwa tuzidi kumuombea tu dua mama. Ni kweli mwanangu anachosema, lakini nikwambie haya maisha tulokuwa nayo sasa hivi tusingekuwa nayo mwanangu. Huu ni uzembe wa marehemu baba yenu. Laiti kama angesikiliza usia wangu nilivyokuwa namwambia aache mambo ya starehe, basi na imani wanangu mngesoma, tungekuwa na maisha mazuri na watu tusingekuwa vioja hapa kijijini. Najua kweli tuna maisha magumu mwanangu. Hapa kijijini tunachekwa, tunaonekana si ni vioja, lakini huu ni uzembe wa baba yenu kwa ajili ya kupenda starehe. Nilikuwa namwambia sana punguza starehe, lakini alikuwa hanielewi. Acha starehe, wasomeshe watoto, fanya maisha, jenga nyumba, fanya hivi. Hakupenda wapende kusikiliza. Ndio haya yametokea. Kaka naye mjini asije kujisahau huko. Maana asikia mjini tena mambo yote ndio hapo huko, raha zote. Hanasa. Muziki, maana unajua tena. Lakini Devi namwamini. Hawezi kufanya kama babako. Unalala hapo nini? Na wewe ni nani? Dada, umeshindwa hata kuniamsha. Kwa hiyo mimi nilikuwa na taarifa zako utakuja kulala hapa, mimi asubuhi nikiamka nikuamshe kwako hapa. Kwanza wewe mtu gani? Umetokea wapi? Ungeniamsha tu dada yangu. Ungeniamsha mimi ningeamka, lakini sio hivyo. Mpaka unimwagie maji kweli? Au unataka niendelee kuamini kwamba Dar es Salaam kuna watu wenye roho mbaya? Hayo ni maneno yako. Na mimi kitu ambacho sikiamini kwa Dar es Salaam hamna mtu mwenye roho mbaya. Ila kuna watu wanafanya watu wawe na roho mbaya. Sawa. Ila binadamu hatuishi hivyo. Ungeniamsha mimi ningeamka na kuondoka. Hujajua mimi kilichonikuta ni nini mpaka nimeamua kuja kulala hapa dadangu. Sio vizuri. Mungu hapendi. Usinifundishe jinsi ya kuishi mimi. Umenijengea hapa au unanilipia kodi humu ndani hadi uje ulale hapo? Toka uende zako bwana. Naomba unisamehe kama nitakuwa nimekukwaza. Ondoka sasa hivi, sina haja ya msamaha wako, nitakuitia kelele za mwizi sasa hivi, toka uende. Mwizi tena? Pengine sijui vipi. Nisamehe sana dada. Wewe vipi? Umechanganyikiwa nini? Toka uende, toka. Sio vizuri.
Umepotea huko kote, umekuja kulala hapa ubalozini. Napokea gageni mie. Kaka, habari? Salama, bibi yake. Safi, habari? Salama. Samahani, mimi naitwa Devi. Mimi natafuta kazi kakaangu. Kama kuna makampuni yoyote unayojua, naomba unielekeze. Unatafuta kazi? Ndio, natafuta kazi. Una elimu gani? Kaka, mimi nikwambia ukweli tu. Mimi sijasoma. Na sijasoma kwa sababu ya kuitetea familia yangu. Maana familia yangu ina maisha magumu sana. Hatuna mbele wala nyuma na hatuna chochote kile zaidi ya mashamba tu. Naomba unisaidie kakaangu. Ndugu yangu, kwa elimu yako uliokuwa nayo, kwa hapa Dar es Salaam huwezi kupata kazi. Unaniona mimi? Ndio, nakuona. Nina masters. Na si mimi tu peke yangu. Kwenye mji wa Dar es Salaam tupo wengi sana na hawana kazi kama mimi. Kwa hiyo nilikuwa nakushauri, kama kijijini kwenu kule kuna mashamba hata ya urisi tu, nenda kalime. Ujanja wa Dar es Salaam ni mchana, jua linawaka hivi. Lakini likifanya giza tu, hauna ujanja tena. Watakufanya vibaya wenzako, ni bora rudi shamba. Kwa hili ndugu yangu, endelea kutafuta kazi. Utapata. Kadada, vipi? Yaani umeamka toka alfajiri ndio unaosha vyombo saa hizi? Hiyo ndo salamu hiyo. Sio hivyo mwenzangu, umeamka mapema sana. Ndugu yangu wewe acha, leo nimevurugwa lala. Nimechelewa kurudi jana usiku, nimerudi usiku wa manane. Watu huko hawataki kunipa hela za mchezo. Mtu anataka kupokea ananidai mfano kuna kama pesa yake nimeila. Ndio maana nikawa nasikia kurupushani. Si unajua tena mambo yangu, sipoi wala siboi. Kuna mtu tena hapa asubuhi limenichanganya. Imekuaje tena? Unajua tena vurugu zangu. Achana naye. Vipi tena? Tusimuongelee sana. Kanivuruga sana leo. Kwa hiyo ndio hivi, hata sielewi nifanye hapa, nataka nioshe vyombo nikaziangaikie uko hela za watu nipeleke mama. Tofauti na hivyo, jela naiona ile, pesa sijala, lakini naenda kufungwa mimi. Na unavyojua kudai wewe. Sitaki mchezo na pesa kabisa. Hapa mjini nimetumwa pesa. Upo? Haya bwana, naona unafua tena. Asubuhi mikazi kama Wahindi. Wanawake kazi ndugu yangu. Wewe acha tu tuwafanya kazi kama trekta linataka kulima huko shamba. Wanawake tu, wanaume kwa siku moja na wenyewe waoshege vyombo jamani. Si tukatafute hela. We sio kwa Afrika yetu. Tutafute hela sisi siku hizi. Tuoshe vyombo sisi. Tufanye usafi wa nyumba jamani. Karibu. Karibu. Kuna chai, mandazi, supu, marage, chapati. Sijui nikusaidia nini kakangu? Samahani. Bila samahani. Kwa majina naitwa Devi. Natokea Chilangalile. Nina shida dadangu. Naomba unisaidie kama hautajali. Shida gani? Mimi nimefika toka jana kwenye jiji hili. Lakini hakuna chochote nilichopata. Nimeibiwa kila kitu.
Kwa hiyo kama kuna uwezekano unisaidie hata chakula. Wewe kama una akili timamu kweli? Ndio. Nitakusaidia hata kuosha vyombo dada. Umesikia hapa ni kituo cha kusaidia hapa chakula? Yaani utoke huko kote umezunguka kama umekutana na magenge mangapi? Sikiliza kaka. Tusiharibiane siku, sawa eh? Sina maana hiyo. Mimi binadamu dada yangu. Mimi mnyama. Sijamaanisha kama wewe ni mnyama. Yaani usinichefue kabisa. Kabla hujatibua mizimu yangu, naomba ugeuze uondoke. Nisaidie. Unajua fika njaa inavyouma dada yangu. Nisaidie, niko chini ya miguu yako. Nisaidie dada yangu. Nikusaidie? Subiri. Mbuzi kasoro wewe. Nitolee nuksi hapa. Watu wengine kuharibiana siku tu hapa. Mama, mimi bwana, muda ndo umefika kama nilivyopanga. Kwa hiyo mimi naomba ruksa yako niweze kwenda. Sawa mwanangu, mimi sina pingamizi. Nakuombea safari yako, Mungu aibariki, uende salama. Ila unapokwenda Dar es Salaam, Dar es Salaam ni jiji kubwa, lina vishawishi vingi sana. Unakokwenda naomba ufuate kilichokupeleka. Usiingie kwenye mambo mengine machafu. Hata kama mtu akikuchokoza, na kuomba mwanangu nyamaza. Usiwe ukabishana nao. Kuna mambo mengi sana kwenye hilo jiji. Mimi nakuombea Mungu akubariki, uende salama. Basi, sina mengi mwanangu. Mimi nakuombea Mungu akubariki tu. Mama, mimi nimekuelewa vizuri. Nimekuelewa sana. Na ila naomba tu mniombee kwa sababu Dar es Salaam ni mji mkubwa ndio. Ninapoenda huko mama, naenda kupambana, naenda kutafuta maisha kwa ajili yenu. Tumechoka kuishi hivi kwenye vibanda hivi. Natamani hapa kuwe na nyumba kubwa, tuishi maisha mazuri kama wenzetu. Kwa hiyo msisahau kuniombea. Sawa mdogo wangu? Sawa brother, ila kama unavyojua maisha tunavyoishi hapa nyumbani. Mashamba tunayo lakini tunashindwa kulima kulingana tuna pesa. Kwa hiyo unavyoenda brother, na Mungu anapokubariki pesa uweze kutukumbuka. Angalau na sisi tuishi kama wenzetu baki jijini. Kuliko kila siku kuishi na maisha haya la nyumba jinsi ilivyo. Gale mdogo wangu zinavyoishi. Unaona? Kwa hiyo angalau kidogo brother uweze kutukumbuka. Sisi tuishi vizuri. Usijali mdogo wangu. Nipo kwa ajili yenu. Mama, mimi wacha niende, naona muda tayari usharuhusu. Mwanangu, mimi Mimi baya. Kwa nini binadamu wanakuwa na roho mbaya? Kwa nini kila mmoja anamuona mbwa wakati wote sisi ni binadamu? Nimekosea nini? Nakumbuka hata mama aliniambia nisije, lakini ubishi wangu mimi. Mungu, mimi kiumbe wako.
za saizi? Safi, mambo Safi tu zapa. safi. Karibu. Asante. Pole na kazi. Tena sio pole ndogo shoga yangu, pole kubwa. Yaani leo asubuhi shoga yangu limekuja lijitu, yani hilo lijitu yani lichafu. Etio, naomba chakula. Chakula? Watu wengine hapa mjini sijui wamepavamia. Amesikia pale unagawa chakula? Shoga, Wewe upo kwenye biashara. Watu kama hawa wanakuwa wamevamia mji tu, hawajui pa kuelekea. Hatari. Yaani siku ya leo kama tunafanana matukio. Sababu mimi mwenyewe asubuhi nimeamka tu natoka nje na fagio langu nifagie mama na kutali mtu limelala. Sasa nilichokifanya kama unavyonijua, sipoi wala siboi. Nikaingia ndani nikabeba mimaji kwenye sufuria. Nilichomfanya nilimwaga ile mimaji kakurupuka. Oh, dada unavyofanya sio vizuri, watu wengine uwajui. Nikamwambia sitaki kukujua wala kukufahamu. Ninachotaka ni uondoke hapa. Watu wengine nyie nuksi. Kaondoka huyo. Na mimi nilichokifanya nikachukua maandazi na kikombe cha maji. Nikabwaga maandazi chini na maji yale nikamwagia. Leo tuna mikosi. Shoga yangu tena sio nuksi ndogo. Hapo unaponiona toka asubuhi sijauza tandazi hili moja. Pole shoga yangu. Asante, tena bora nipe pole au kubwa. Maana sasa ungealeta tu watu tule nyumbani hapa. We nawe shoga yangu, baada ya kuniambia niuze hata kipolo, unaniambia nilete nyumbani tena tule. Na sasa tutakula. Tuataka vitu vipi ya kesho? Viporo vyako ungevileta leo tu vile. Kaka. Longa. Nasaizi kaka. Salama. Salama. Kwa majina naitwa David. Natokea Chilangalile. Kwani? Chilangalile. 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 Huo nao mji? Ni mji mkoa wa Lindi wilaya ya Rombo. Kweli Tanzania kubwa ka. Yaani mimi simuza kwa mimi shazo ya Tangeni, Morogoro huko, huko kama maeneo kama Kilosa, Mzumbe, Changalawe, Mlali, Mgeta. Yaani huko nako kumbe na mji wewe unaitwa hivi. Ka. Mimi na shida kakangu, naomba unisaidie. Ulikuwa na shida gani? Mimi nimetoka kijijini kwetu. Mamangu ana matatizo. Na mimi mwenyewe nina matatizo. Nikaamua kuja kutafuta maisha Dar es Salaam. Hapa Dar es Salaam sina ndugu, sina rafiki, sina jirani. Nimefika jana, nilipofika tu nimejua kila kitu. Yaani hapa unaponiona hivi nilivyo. Sina chochote. Hapa nilipo sijala toka jana nilipofika mpaka sasa hivi. Naomba unisaidie kama kuna uwezekano kuna chakula niweze kupata. Naomba unisaidie. Hapa mjomba cha kukusaidia mimi bwana ka. Kwa kifedha kwa wewe na hela sendi. Yaani sendi na hela no maanisha mimi sina hela. Hela nishamalizia mafundi wote. Yaani hapa mimi sina cha kukusaidia kwa kweli ka. Sawa, najua una hela. Hapa unisaidie basi hata kazi kama. Sasa wewe umesema kula ndio hapo umenichanganya umenivuruga. Sasa mimi mjomba hapa cha kukusaidia labda mimi kama mimi. Kwa sababu mimi hapa mweza kwa hata mimi hapa mjini hapa nimekuja hapa. Biashara yangu mimi ya kwanza nikakutana na mtu kanisaidia kama unavyoomba wewe msaada. Amenisaidia vizuri. Umeona bwana, na mimi nikapata kibiashara changu cha kuuza chips, maisha yanaenda hivyo hivyo mdogo. Kwa hiyo hata mimi nitakusaidia hivyo hivyo. Na tena hata natamani tu hata na mimi hata huyo mtu basi sana walionisaidia hata nimuone, lakini sasa hivi simuoni, sijui yuko wapi. Au sijui ndio yani kama nani binadamu hapendi hela au sijui vipi, sielewi. Umeona? Yaani vitu kama hivyo. Kwa hiyo kukusaidia nitakusaidia, lakini nitakusaidia labda tu yaani wewe nikusaidie tu utafute hata kiajira. Sijakuelewa kaka. Unamaanisha kwamba umembwaga? Mimi huaga najisikiaga uchungu sana ka. Yaani mimi hapa nilivyokuja hapa amenisaidia sana. Tena kanisaidia kweli. Lakini cha ajabu nitaka yani nimpe hata fadhila yangu, lakini sijamuona tena. Yaani simuoni kabisa. Yaani mpaka nashanga namtafuta kweli lakini hata sijamuona. Nina miaka kibao. Sasa inakuwaje? Sasa wewe cha kufanya hapa baba, ili tusikae sana, tusiuweke. Tuendeze tu hivi nyumbani. Huko mimi nitakupa akili. Vijijika ndio sema kutoka. Chilangalile. Majina mengine.
Hivi mama, kwa maana kaka David ndo ametusahau kabisa. Kwa maana toka aondoke ni kipindi kirefu sasa, lakini hata kutukumbuka kujua kwamba kuna ndugu zake, kuna mama yake, na anajua maisha yao alivyotuacha, katusahau kabisa. Hivi kwa nini mama? Mwanangu Alex, usiseme hivyo. Navomjua kaka David hawezi kutusahau moja kwa moja, lazima atarudi tu. Kukumbuka familia ni jambo muhimu, hata kwa barua. Hivi anashindwa kutuma barua kwamba kaenda stand, jamaa barua pelekeni zemblani. Kweli jamani, ikatufikia kwamba unajua kama ndugu yetu anatukumbuka mama. Kweli jamani. Basi achana mimi mdogo wake hadi mama yake. Na anajua maisha yao alivyotuacha. Mwanangu, kaka David ameenda kupambania maisha ya kwetu na ya kwake. Si unanielewa? Hawezi kutusahau kabisa kabisa. Cha msingi muombee Mungu kakako arudi salama. Huwezi jua changamoto gani inamkabili alipo. Mama, hakuna mafanikio pasipo kukumbuka ndugu. Hakuna mafanikio pasipo kukumbuka mama. Kipindi chote hiki hivyo hatukumbuki kabisa. Kuna mafanikio gani? Mwanangu, kakako nenda kutafuta. Muombe Mungu arudi salama ili hali tulokuwa naye hii ituondoke. Si unanielewa? Tunatia aibu kijijini. Tuna hali ngumu. Baada umuombee kaka yako kwa Mwenyezi Mungu ili arudi salama, unaanza kulalamika. David namjua mwanangu, hawezi kufanya hivyo. Anatupenda. Nasi pia tunampenda. Mimi ninachotaka atukumbuke tu. Atatukumbuka. Namjua kabisa David hawezi kufanya hivyo. David anipenda, David anakupenda, David anaijali familia yetu, anaijali familia yake, anatusamini. Useme hivyo mwanangu. Muombee dua kaka yako arudi salama na arudi amefanikiwa. Mkude. Sema mjomba. Mimi nashukuru sana kwa kuweza kunipokea kwanza na kuweza kuishi na mimi vizuri. Ndio mjomba. Na wanasema kwamba asiye kuwa na shukrani basi si binadamu mwema. Kwa kweli. Ila Mkude, kuna kitu nataka nizungumze na wewe. Mimi bwana, katika vile viposho ambavyo unavyonipa, unajua nimeunga nimepata kiasi kadhaa cha pesa. Unajua shilingi ngapi? Sasa wewe si ndio unajua, wewe si ndio unaficha hela. Wewe ndio unaficha. Na ficha wapi? Sasa mimi nilikuwa naficha ili bado nifanye mambo. Unajua kwenye kudunduliza nimepata kama 60-70 hivi. Mjomba. Alo, umejitahidi. Na humu ndani hakuna hata shoti hata moja. Mimi sio mwizi, ndio maana nimekuambia hivyo. Yaani vile 2000 unanipa iko hapo naweka na ficha. Mimi nakukubali. Sasa nataka unishauri. Nifanye nini na hii pesa? Unataka nikushauri? Nunua nguo. Nikanunue nguo? Mkude, huu si wakati wa mimi kuvaa. Huu ni wakati wa mimi kupambana ili mradi nifikie malengo yangu. Sasa unaniambia kununua nguo kweli? Ndugu yangu, unanikosea. Wewe utakuwa mjomba, umenielewa vibaya. Yaani nimemaanisha hivi, ununue nguo, tena nguo zenyewe sasa unisikilize. Nunua nguo za kike. Mkude, sasa hayo matusi. Nguo za kike mimi nitavalia wapi? Mama, ni muda mrefu sasa umepita. Na ndugu yangu sina taarifa naye. Au sote sisi hatuna taarifa naye. Hivyo nilikuwa naomba niende mjini nikamtafute ndugu yangu David. Mwanangu Alex, unaenda mjini, umejipangaje? Una nauli mwanangu? Mama, uko na mpaka nakwambia wewe nishajipanga. Sawa, mimi nakuombea kila laheri. Ila ukienda mjini, ukimkuta kakako David ana hali ngumu, mwambie arudi nyumbani haraka. Sisi uwepo wake ndio tunaohitaji. Haijalishi awe na kitu, haijalishi awe hana kitu. Ili mradi akiwa mzima, sisi ndio furaha yetu. Ukienda ukimkuta amefanikiwa, nenda akamkumbushe kama huku ameacha mama, ameacha na ndugu wengine. Si umenielewa? Na mimi hilo ndio malengo yangu mama. Kwamba kama ana maisha magumu basi turudi tupambane wote. Na kama ana maisha mazuri basi nimkumbushe kaka wapi ulipofeli. Unatoa sina maisha magumu kijijini, umkumbuke mama, nikumbuke mimi. Hivyo mama. Na mimi ndio lengo langu hilo. Karibu. Karibu sana. Kwema karibu.
Karibu baba. Marhaba baba, karibu. Karibu sana, karibu. Karibu kae baba hapa. Kwani mimi nakaa basi? Karibu. Mbona mmekaa hivyo kulikoni? Tunajadiliana. Tunajadili tu masuala ya ndugu yangu Devi. Maana ni muda mrefu sasa umepita, hatuna mawasiliano naye wala nini, wala kusema tume barua ifike kwetu tujue mwenzetu anaendeleaje. Kwani Devi bado hajarudi tu? Hajarudi, hivyo hapa ndo nimwambia mama swala mimi kwenda mjini ili nikamtafute ndugu yangu. Sasa Devi bado hajarudi. Na wewe umejipangaje kuhusu hiyo safari ya huko kwenda mjini? Nimejipanga vizuri kwa kweli, nimejipanga vizuri. Na nimeshamwambia mama ameshakubaliana na hili. Vizuri kabisa. Yaani nimekuuliza hivyo kwa sababu moja kwamba Devi bado hajarudi. Na wewe tena unataka kunyanyua mguu wako kwenda huko mjini. Sasa usikute kilichomkuta Devi kaja kukuta na wewe. Maana yake hapo mama atawakosa nyinyi nyote wawili. Unafikiri itakuwaje? Sawa, nimekusikia. Lakini hata mama amelikubali hili na ameridhia kabisa. Sawa, lakini kwa ushauri wangu mimi nilikuwa na shauri kwamba wewe usiende huko mjini. Kwa sasa hivi muangalie mama. Na yule Devi nyinyi mnakuwa na wasiwasi bure tu. Devi ni mtu mzima. Devi ni kwanza ni mtoto wa kiume, umeona. Alafu anajua anachokifanya na kaenda kule kutafuta. Yeye ndiye kumuombea. Mimi naamini atarudi tena, anarudi kwa mafanikio kwa sababu kaenda kutafuta. Mwanangu, kweli mwanzo mimi nimeridhia. Lakini kwa ushauri wako huu uliosema, hapana. Siwezi kukubali titoke. Ni vyema akakusikiliza wewe abaki. Umeona sasa? Kwa hiyo endeleeni tu kuwa wapole. Swahili wenyewe anasema mgagana upo hali walimkavu. Chochote kitu mtapata, maisha yanaenda. Kwa hiyo endeleeni kuvumilia, Devi atarudi. Alafu kingine mama. Mzee John alikuwa anaulizia zile mbegu zake za miogo vipi? Mwanangu nikwambie, yani zile mbegu zipo shamba, lakini naona uende ukamwambie kesho tukutane shamba. Aje mwenyewe kule mzee John. Zile mbegu bwana, nyinyi watoto wa siku hizi jinsi mlivyo hivyo huwezi kuzibeba mwanangu hata. Aje mwenyewe mzee John baba. Haya, na mimi kijana nasema nyinyi wazee mnajuana maana. Maana yeye mwenyewe kanituma mimi naona tu chambo. Lakini nyinyi mnajuana. Basi mimi naenda. Karibu sana bwana. Karibu sana. Haya mwanangu. Mama, mimi lazima niende mjini. Mimi nataka nimuonyeshe kaka maisha, nimfundishe atambue kwamba ipi thamani ya mama. Mwanangu, ushauri uliokupa mwenzio hujauelewa? Hata kama siendi tena kumtafuta kaka Devi, naenda kupambana kwa ajili yako. Nimuonyeshe kaka Devi kwamba ni wa thamani kiasi gani. Mama ni wa thamani sana. Kwani naishi maisha ya kila siku hapa. Kakaangu kashakuwa mkubwa yupo mjini huko anatafuta. Mimi mwenyewe nishakuwa mkubwa Devi ya mama naiona. Kila siku kwenye miogo, kila siku kuku hapa anakufa na mdondo hivi na hivi. Mimi mama naondoka. Naona sasa mambo oshega. Umeona sasa mjomba? Hivi Mkude, kwa nini umenishauri niuze nguo za kike? Mjomba, aloe kweli utakuwa alofa sasa. Mimi hapa umeona mimi nafanya ile biashara kwa sababu mimi nimeona mbali. Yaani nimekaa nikajifikiria nikaona kama watoto wa kike ndio wanaongoza kula chips kuliko hata watoto wa kiume. Na mimi hela napata kupitia watoto wa kike kwa sababu wao ndio wanapenda sana chips kuliko hata watoto wa kiume. Sasa mimi nikakaa nikawazua. Nikaona tu yani nikupe ushauri ufanye hii biashara nguo za kike. Mimi nilijua labda utaniambia fungua genge, fungua kijiduka kidogo. Unaniambia nipite mtaani na nguo za kike kweli? Mjomba, yani wewe itakuwa sio muelewa kabisa. Yani mimi nimekupa hii na kwambia mimi ukipita huko mtaani wewe mwenyewe utajionea. Watoto wa kike wanapenda kuvaa kuliko hata wanaume kama unavyofikiria wewe. Mimi ndo maana nikakuchagulia hiyo biashara mjomba, ndio ukafanye. Afu mwenyewe utaniambia huko. Wewe puyanga huko mtaani afu utaona. Kweli? Yaani mambo oshega.
Sawa basi, ngoja niingie mtaani. Hapa ula mimi kama unavyoniona hapa kushakucha tayari na mimi hapa. Basi. Mimi ngoja nianze. Mimi nipo hapa tena hapa ndio hapo nilishaliamsha nani hapa padude hapa nalimalizia sasa. Poa, mimi nitapitia hapa. Mimi ndo namenya hapa viazi. Nikimaliza hapa fresh na. Shega. Hamna kalambwanda hapa. Oya, fresh basi. Mbona baridi mjomba? Wewe nenda kachakalike. Wewe unaona uvivu kuuza nguo za kike. Shauri zako hii bongo nyoso kamwe. Wewe zuba tu. Kazi yangu mimi muuza mitumba. Wajanja mjini wananiita chinga. Sina hela mimi na unga. Sijajenga bado nimepanga chumba cha kiza. Kazi yangu mimi muuza mitumba. Wajanja mjini wananiita chinga. Sina hela mimi na unga. Sijajenga bado nimepanga chumba cha kiza. Maisha yangu hutoyaweza, toto wa kigogo. Siwezi hata kodi ya meza, kipato kidogo. Damka alfajiri, kurudi usiku wa manane. Maisha kitendawili, kutwa natafuta mane. Mola nione achingamie. Natafuta kwa achingamie. Mola nione achingamie. Jua mvua vyote vya achingamie. Mzuri kama likia saa, shepu ya kuvutia saa, nami nimekuridhia saa, kuwa nawe maidia. Ila kinachonipa maso biashara kiwa ngumu na shinda njaa. Kude. Wewe vipi? Wewe vipi? Nimeibiwa. Umeibiwa? Ndio. Wewe hujaibiwa. Umeibiwa mkavu hivyo. Kude. Mimi wamenichukulia. Mtu anaposema kaibiwa basi kaibiwa serious. Mimi nimeibiwa Mkude. Wewe hujaibiwa, mimi mtu anaibiwa mimi namjua. Yaani mtu anaibiwa lazima aje hapa na machozi. Wewe macho makavu umeibiwa. Wewe. Sasa nitalia kutoka huko. Wewe unajua mimi nimeibiwa wapi?
Sasa umeibiwaje? Mbona sura ngumu kama chungu afu unaibiwa kweli? Kweli kabisa? Sasa ukavu wangu nini? Mimi nakwambia serious, nimeibiwa. Umeonga wewe. Acha masiala basi. Acha masiala kabisa. Sasa naonga mpaka begi. Sasa wewe, ilikuwaje mpaka ukaibiwa kwanza? Mimi nilitembea nikachoka nikakaa kwenye mti. Bahati mbaya nikasinzia. Na mka kila kitu hakuna. Ulilala kwenye msufi? Pale mbele pale. Hivyo una akili kweli kichwani? Yaani wewe ukapita barabarani kote uende ukalale kwenye msufi. Basi unataka wameje ukotea dodo? Jamani. Sasa wewe ukatafuta bwana ungetafuta sehemu hata kwenye baa. Ukakaa ukapumzika kwa sababu kuna watu wengi kwa hiyo wewe hawezi kukuibia. Sasa ukalala kwenye msufi kweli? Sasa bude, baa mimi naweza kulala vipi? Nina hela hata shilingi 100 kwenda kulipa soda. Nilikuwa sijauza hata nguo moja. Sasa naenda kulala ili iweje? Wewe kweli bichwa bofela. Yaani mimi sijui kwa nini. Sijui yani mkosi usijui mpaka lini. Yaani kila siku mimi. Ni kwa nini yani? Wewe tulia bwana usimkufuru Mwenyezi Mungu. Umesikia? Hili swala halinaga mwenyewe. Mtu yoyote anaweza akaibiwa. Kama kweli umeibiwa lakini. Wewe vumilia. Sawa? Hiyo ni kawaida tu. Sawa Mkude, lakini angalia kila siku ni mimi. Kwa nini mimi nimemkosea nini Mungu? Au nimewakosea nini mimi raia? Kila siku wananifanyia mimi vibaya. Sasa nikwambie kitu kimoja, sawa? Njoo hapa tubuzibuzi, chochote ninachopata na wewe nakugaia. Ili tena wewe uwekeweke umekimeki, uende ukanunue tena mzigo. Uende ukauza kwa sababu kuiba ni swala tu la kawaida. Hapa tena. Sasa wewe unatakaje sasa? Wewe una biashara yako Mkude. Na mimi naomba niwe na biashara yangu. Yaani mimi hapa mjomba mimi cha kukusaidia kwa haraka. Wewe uje hapa tushinde wote, tubuzibuzi. Basi sawa, haina shida. Pole kama mjomba umekuingiza mjini. Mjomba. Sio kweli. Yaani muda mwingine bwana, inatakiwa kwanza ukae utulie, utafute sehemu nzuri kama hii. Angalau tu utulize akili iende sawa. Kweli kabisa. Hatari sana. Sasa bwana mjomba, mimi nimekuita ili nikae na wewe chini vizuri niongee. Bwana. Mimi bwana nilipokuangalia wewe, mimi nimeona wewe bado ni mtu mmoja ni mpambanaji sana kwenye maisha. Unaelewa maana maisha nini? Umeona? Sasa mimi nikajifikiria. Nikasema ngoja tu nimuite mjomba wangu ili nimueleze kwa kirefu ili mambo yafanyaje yakae sawa. Wewe bwana wewe kama mwanaume mwenzangu. Sasa mimi nimekuita hapa na jambo hili moja. Mimi nataka tena nikukopeshe hela. Urudie biashara yako. Mimi nashukuru sana kaka. Nashukuru sana kwa kuweza kunipambania. Haya. Sasa bwana mimi kwa hapa cha kufanya kitu hiki kimoja, sawa? Sema wewe unataka bei gani? Hela yoyote tu unayotaka wewe mimi nikukopeshe ili urudie biashara yako. Mimi hata ukinipa 50,000 inatosha. 50,000? Ndio. Mjomba. Hivyo wewe kweli uko serious kweli na maisha? Sasa 50,000 si kama tunarudi tena nyuma kule. Yaani 50,000 kama ni mtu wewe umekuja sasa Dar es Salaam ndio unaanza. Wewe usijiogope, wewe taja hela yoyote unaojua wewe. Mimi nakukopesha. Basi hata ukinipa laki inatosha sana. Yaani mjomba ninapokuangalia, yaani kama bado unajiogopa. Yaani mimi kama brother wako tu uniulize wewe, yaani wewe kama mimi ndugu yako. Yanashangaa bado kama unaniogopa. Sasa sikiliza nikueleze kitu, sawa? Mimi nitakuongezea. Itakuwa laki hizi, 200,000. Lakini bwana mjomba mimi nikwambie kitu kimoja. Hii hela bwana nakupa, lakini nitakupa kwa riba. Je, uko tayari? Kwa riba? Ndio. Shilingi ngapi hiyo riba? Riba yenyewe kwani riba? Yaani kila 100,000 ni 20,000. Kwa hiyo 200,000 itakuwa shilingi ngapi? 240,000. Sasa mbona pesa nyingi sana hiyo? Wewe hivyo kabisa mtoto wa kiume kabisa unalalamika pesa nyingi. Wewe sio mpambanaji. Sawa hata kama mpambanaji lakini pesa nyingi. Ungenipunguzia basi hata kidogo. Mjomba wewe bila mimi hapa nikipunguza wewe utakuja kupata akili ya maisha hata siku moja. Sawa haina shida. Sasa mjomba naona nakuforce. Hamna kaka hujaniforce. Kama mimi unaona nakuforce sema nikuache ila mimi ni kwa wema tu nikukopeshe. Hamna hujaniforce haina shida. Haina shida. Basi hapa tumalizie
tuendeze tu nyumbani. Niende nikakupatie hiyo pesa, sawa? Fresh. Mjomba. Wewe ni ndugu yangu bwana. Kaa. Ucha mjomba, ucha. Haula mke. Salama. Shega. Shwari, sababu. Bwana mimi mzako nizo ya michezo ya. Hamna kawaida. Naona kama kawaida. Ndio wao mzigo ili niingie huko zangu mtaani. Mwe. Kweli mjomba, sasa hivi kweli umekolea sasa. Ushizo ya biashara. Sisi wengine tumetumwa hela hapa. Mimi nakukubali. Kwetu maisha kijijini magumu. Kwa hiyo ukisipofanya kazi basi kule pia wazazi wako hawatokula. Kwa hiyo huwezi kuanza 10. Lazima uanze 1 alafu 10 inafuata. Hapo safi mjomba, hata mwenyewe napata moyo. Najua kabisa yule mtu nimempa mawazo yangu anafanyia kazi. Na mtu sio mtu unampa mwingine mawazo, hapo hayafanyi kazi. Basi wewe mtu uliompa mawazo unajiona kama wewe bonge la kwake mtezeni, si unajua? Mimi bwana mimi nakukubali wewe mchapa kazi. Jitahidi mjomba, wewe mtoto wa kiume. Haina shida. Unaweza niwahi basi au? Haina noma mimi mwenyewe ndio niko nakuja tu nipite hapa nikusalimie na mimi niende kwenye misele yangu. Tutazana bado. Basi kama kalamba anatuke. Mjomba. Halo. Haya. Maisha yangu hutoyaweza, mtoto wa kigogo. Siwezi hata kodi ya meza, kipato kidogo. Damka alfajiri, kurudi usiku wa manane. Maisha kitendawili, kuto natafuta mali. Bro vipi? Kwa habari? Basi samahani. Ni hapa bwana nimepokea. Nimetoka kijijini, nimekuja hapa kutafuta kazi. Sasa nimepata hii biashara, kwa hiyo nazurura tu mtaani. Kwa hiyo naomba hata unielekeze njia ya kutokea barabarani. Njia ya kutokea barabarani. Afu sura kama sio ngeni. Sio ngeni kiaje? Shakutana mimi na wewe, shakuniomba kazi. Labda inawezekana brother. So mimi nazurura sana, nahangaika sana. Yaani niko nahangaika sana kutafuta kazi. Naona kabisa sura sio ngeni. Sasa umesema utakwenda wapi? Natafuta njia kutokea hata barabarani niweze kwenda nyumbani kupumzisha akili yangu. Maana nimezurura kwa kutosha, afu leo toka asubuhi sijauza hata nguo moja. Si unaomba kazi lakini? Ndio. Na kazi umeipata? Nimepata biashara yangu nini, nashukuru Mungu. Mambo yanaenda. Sasa nyumbani sasa hivi unakimbilia nini nyumbani? Yaani kwa jinsi nilivyovurugwa brother. Yaani bora nifike nyumbani nipumzishe hata akili kidogo, afu nijue naanzaje tena. Wewe kazi yako ni ya kutembea. Sawa? Na kama kazi yako ni ya kutembea, basi atakiwa utembee. Kutembea wewe ndio sile mafanikio yako. Na si ajabu hata ukupotea njia. Si ajabu ndio neema kwako. Sawa? Kwa hiyo sasa baba unaweza ukapita njia hii hapa hii. Sawa? Pita njia hii hapa, ingia kwenye vichochoro humo. Kwa sababu watu bado wanahitaji kuzako. Afu saizi bado mapema. Bado watu hawajatoka kuingia sehemu mbalimbali kwenye makazi yao nini. Unaweza ukapata. Haya, asante kaka, asante. Haya, jitahidi ndugu yangu. Asante. Na umejitahidi sana. Hongera. Asante. Kama ndio siri ya mafanikio yako. Asante brother, asante. Haya. Haya, asante. Haya. Upo? Haya, asante brother. Natafuta kwa jasho. Mola nione. Jua mvua vyote vya suri kama likiasa, shepu ya kuvutia, nami nimekurithia kuwa nawe maidia, ila kinachonipa maso biashara kiwa ngumu na shinda njaa, nalala bila mshumaa, masasi na chingwe wananiombea, mambo bado mina koma, maisha yangu hutoyaweza, mtoto wa kigogo, siwezi hata kodi ya meza, kipato kidogo, damka alfajiri, kurudi usiku wa manane, maisha kitenda
kitendawili, kutwa natafuta mali, Mola nione machingamie, machingamie, tafuta kwa jasho. Karibu. Karibu. Asante. Salama. Bwana, Nguo? Au kama hata hii utaipenda pia, sio mbaya. Nzuri. Au hata hii tena, hii size yako kabisa, umeona ilivyo inatanuka, inakuwa joto hili hatari. Ndo shingapi? Ipi sasa kati hapa? Hii hapa shingapi? Hiyo kwa hiyo utanipa shilingi 8,000. 8,000? 8,000 ndio si unaona kazi ya kwenda hii kabisa, umeona kazi ya kwenda ile ndio utakapovaa usiku hii pressure. 8,000 mimi sina kwa kweli. Na nataka kukuungisha kweli. Hii hapa nimeipenda maana ili joto sasa hivi nikivaa usiku kwa kulalia sio mbaya. Hii hapa nitakupa shilingi 2,000. Hii hapa nitakupa shilingi 3,000. 2,000 dadangu, mbona unaua sana? Ongeza basi hata 2,000. Hapana kwa kweli kakaangu, sina hiyo 2,000. Hata buku basi ongeza. Sina telo buku, yani na shilingi 5,000 tu ndani. Wewe fanya hivyo, ni tunuku tu hapo fresh yani. Hamna kakaangu, ningekuwa nayo ningekupa. Na mimi napenda kukuungisha. Haya bwana, lete hela ili unifungulie biashara yangu. Sawa. Asante. Karibu tena. Kweli pesa ya madafu. Si unajua tena. Haya dada, asante. Kaka karibu tena. Shukrani. Karibu. Kazi yangu mimi muuza mitumba, wajanja mjini wananiita chinga, sina hela mimi naunga, sijajenga bado nimepanga chumba cha kiza. Kazi yangu mimi muuza mitumba, wajanja mjini wananiita chinga, sina hela mimi naunga, sijajenga bado nimepanga chumba cha kiza. Maisha yangu hutoyaweza, mtoto wa kigogo, siwezi hata kodi ya meza, kipato kidogo. Amka alfajiri, kurudi usiku wa manane, maisha kitendawili, kutwa natafuta mali, Mola nione machingamie, natafuta kwa jasho, Mola nione. Kadada, mambo? Vipi? Safi, kwema. Vipi, mbona kama umepoa poa afu uko peke yako nini? Ila nimekuletea kazi. Unaona hivi? Mali tena hizi mali nini fresh. Bana mbona unasumbua? Kwa swaga gani sasa hizi? Si hiyo dada, uone. Uone kadude yako kazuri fulani nini, ukivaa na kashepu kako iko fresh. Sijaelewa hii swaga. Hata hii basi, aka keupe toka Washington DC kwa wenye hela. Umeona sasa hapo jinsi ulivyo? Umeona ukikitinga iko kwa jinsi ulivyo? Hatari, yani hatari, na rangi yako hiyo na kafesi yako hako kadogo nini? I say utakuwa umetisha sana. Lili nakwambia, nakwambia, si umeona hiki? Unaona jinsi ulivyo? Umeona hapa jinsi ulivyo? Umeona hivi? Ukishakivaa hiki, afu unapata kiatu cha kisokonkwinko kama hiko. Hatari dadangu, yani hatari.
Amini hivyo, yani nakwambia utakuwa umetisha, au kama hujalizika nazo nyingine zipo humu. Jaielewa. Kazi ya kwenda unasema uielewi kweli? Jinsi ulivyo hivi na kaumbo chako hapo kadogodogo nini ile fresh. Mbona na kafua chako kamekako? Hapo safi sana. Yaani wewe mtoto mkali, unajua pisi kali? Yaani pisi ya kwenda. Taratibu kwanza. Hebu rudia tena, umesemaje? Wewe ni mtoto mkali, wewe ni mzuri, pisi ya kwenda yani. Na mwanaume uliokuwa naye, yani ana enjoy. Kila mkipita huko mtaani, yani ile oya yani watu ile lazima upige mlinzi. Mimi ni mzuri. Mzuri. Mimi mzuri sana. Kwa wanaume majasiri. Wewe ni namba 1. Jasiri. Unasema hivyo ni jasiri. Yeah. Tokea nizaliwe mpaka nakuwa hivi sijawahi kusifiwa na mwanaume hata siku. Ndio maana leo nashangaa eti nasifiwa, naambiwa mimi mzuri. Ni mzuri kweli mimi? Sister, au wana miongo, au wana vilovi sokolo kwinyo. Wewe ni mzuri. Yaani tena mzuri kinyama yani. Pisi ya kwenda. Yaani mimi nikikwambia pisi ya kwenda na kazi zangu kama zilivyo hivi. Bwana hebu acha tusidanganyane bwana. Yaani sikutanii, sikudanganyi na sina matani na wewe. Wewe ni pisi ya kwenda. Yaani wewe ndio mwanaume wa kwanza. Kunifikia mimi. Kuniambia mimi. Kuniambia ni kila. Mke mimi nampata wapi dada yangu? Kula kwangu yenyewe shida. Yaani kula kwangu ni kutoka kwangu. Kurudi ni kweli. Serious, sijaoa, sina mke, sina mtoto, sina nini. Niko mimi kama mimi na nguo zangu hizi. Mimi sina simu. Una mawasiliano yote? Sina simu, sina nini. Ndio hivyo na ganga ili mradi mkono uende. Sasa nikitaka kupata na kupata wapi? Sasa hapo kwenye kunipata itakuwa mtihani. Kwa sababu mimi sikai nyumbani. Yaani hata nikikuelekeza bwana Joseph Francis unikuti. Mimi asubuhi siku ile saa 12 kiguna njia na mimi. Wewe kama unanunua leo, nunua, maana biashara yangu mimi hailali. Yaani ukivikosa hivi leo basi huwezi kunipata tena, labda mpaka nilete mzigo mwingine. Naomba nigaramie siku yako nzima. Siku hii moja tu ili nipafahamu kwako. Kwangu mimi. Kaka. Yaani wewe vipi? Yaani kaka, sijui nianzie wapi. Hapo tunaweza kuanzia tu mimi na wewe tena. Kakangu leo nina furaha, yaani nina furaha ya ajabu. Kiukweli furaha yako ya leo haifichiki kwa sababu baada mimi mwenyewe nilivyokuona una furaha, nimefurahi zaidi kukuona ukiwa hivi. Yaani nilikuwa nasema niko njiani nifike nyumbani, nifike haraka, sijui nipae, sijui niendeshe gari vipi, lakini nashukuru Mungu nimefika salama. Ila furaha yangu yaani sijui nisemeje. Nikwambie kitu dadangu. Nafurahi pia kukuona upo katika hali ya furaha. Kwa sababu wewe ukiwa na furaha, mimi pia nafurahika. Kila jambo lina wakati wake. Naamini limefika. Ni kweli, lakini ungeniambia kwamba furaha ile kufanya leo mpaka ukawa hivyo, manake mimi mwenyewe mpaka nimejisikia raha kwa hiyo furaha uliyokuwa nayo dadangu. Kakaangu sijui nianzie wapi. Ila anyway, ngoja nikwambie. Niambie dadangu. Twende ndani tukaongee. Ndani wapi? Si unajua nataka nitoke. Bana twende ndani tukaongee bana. Twende ndani bana wewe. Nafurahi kuona ukiwa na furaha dadangu. Sasa ni jambo gani lilokufurahisha kwa siku ya leo? Yaani iko hivi. Ndugu zangu Lisa, Chanda, huwezi kuamini. Vipi tena? Duniani kuna mambo. Huwezi kuamini. Unakumbuka yule kaka nilokuwa diseni nimemwagia maji siku ile? Wewe katika dunia hii umemwagia maji mtu mmoja? Kwa kweli nimewamwagia maji watu wengi. Lakini yule kaka nilokuwa diseni hapa siku ile nimemkuta amelala, kaja hapa kagonga geti ngongo. Nikaamka, natoka nje namkuta. Kwa nikapepesa macho ndo unafananisha. Mkazia macho kumwangalia vizuri. Ndo yule. Sijakosea hata kidogo. Amebeba nguo mkononi mama. Amevaa, amependeza. Unajua amependeza?
Jamani, duniani hamna mbaya. Bonge la handsome. Anauza nguo. Amebeba nguo anauza, kwamba unataka niambie machinga, anauza mitumba ama amebeba nguo, sijakuelewa. Sasa unanibwatiza? Ndo yule sikuongopeni. Kadada na wewe shoga yangu punguzage uongo siku nyingine. Hivi unafikiria biashara kitu cha mchezo? Huo mtaji wa kufanyia hiyo biashara hata utoa wapi? Ndugu yangu, usinibwatize. Hivi ninavyokuambia bwanga ili hapa nimelinunua. Ndio hilo. Anauza nguo pambe, quality. Sasa mimi nikuongope kitu gani? Sijui mtaji kautoa wapi. Sijui kaiba, sijui kaazimwa, mimi sijui. Ila yule kaka sasa hivi, hii dunia ndugu zangu, siwazarau tusiwajua. Amna mchafu, amna mbaya, amna masikini. Watu wote tupo sawa. Dunia hii. Lakini ngozi yenyewe nimenunua hata kwa kupenda. Hela yenyewe nilikuwa na ile 1500. Siku ile nililala njaa. Nimenunua tu ili nijioshe nafsi. Anione na mimi mtu katika watu. Na nyie nao mmezidi dharau, ndio maana anawakuta. Kwanza nikuulize, ametukuta yapi? Si hayo, kaka watu mmemwagia maji, matokeo yake sasa hivi uko vizuri. Mnajisuta wenyewe. Bro. Karibu. Karibu bro. Sio karibu. Karibu nini? Mimi nimeharibu nini kwani? Nimeharibu nini? Hivi nyinyi mnavyojifikiria, mnaonaga kama walugulu washamba sana, Yaani nyinyi mnaiga useme wa kizamani, Tanguliza boga utalikuta sokoni. Si ndio mnavyoona? Na mimi hela yangu kwani ndo nitaikuta sokoni? Ndio nitaikuta sokoni? Hapana kaka, biashara ngumu. Biashara ngumu wapi bwana wewe, mbona unanidanganya afu kama unanivuruga? Mimi nataka pesa yangu. Kaka, mimi sikudanganyi. Sikudanganyi kabisa. Mbona siku zote ulikuwa upande wangu, leo unataka uniruke? Nivumilie, mimi nitakulipa. Kama nimekulipa nusu, nitashindaje kukumalizia kakaangu? Alo, kancha kuvumilia sana. Naomba basi nivumilie hata wiki moja mbele, nitakumalizia pesa yako kaka. Najaribu kupambana kwa ajili ya kumaliza deni. Naomba unisaidie kwa hilo. Makubaliano hayako hivyo kaka, nikwambie ukweli. Hapa sisi tumekutana mjini, kila mtu tuachane mjini. Mimi masialana pesa yangu sitaki. Wewe hujui kama mimi nimepata wapi ile pesa, sawa? Unanielewa? Unaelewa Kiswahili wewe? Nimekuelewa brother, lakini naomba univumilie. Yaani nishakuvumilia sana. Hakuna mlugulu anaoweza hivyo hata siku moja. Sasa mimi ninachotaka kitu kimoja. Ngoja nikuoneshe. Sasa kaka, tulia kwanza. Nikuoneshe maisha watu wanapoishi. Sasa kaka, utakapochukua hiyo mimi biashara yako, hela yako mimi nitakulipa vipi? Wewe hujanisoma vizuri. Huo ndo msingi wangu. Kumbe unajua kama biashara, utulie. Hii chupa utavunja. Bakina ndio hiyo ndo kaoge mpumbavu. Hiyo pesa nimeitafuta kwa shida. Blada. Mpumbavu wewe. Kaka, macho kodo. Wewe kaka. Rahma. Surprise hiyo. Vipi nani? Safi tu. Wewe umepajiwaje hapa? Nauliza nimepajiwaje? Vile ulivyonielekeza. Nimezunguka, nimetafuta kote mpaka nimefika. Sasa mbona bila taarifa? Sasa Devi, ningekupaje taarifa wakati huna mawasiliano? Kuna simu. Lakini sio matarajio yangu wewe leo kuja hapa. Ni kweli? Ila nimekutafuta jua nilikuwa na shida. Nina shida sana na wewe. Alafu, mbona kama hauna furaha, una nini? Ni kweli siko sawa. Kwani hujapishana na brother hapo nje? Ndio, nimemuona amepita hapa na mavitu, anahama au? Basi yule kaka alikuwa msaada mkubwa sana kwangu. Amenisaidia kila namna. Amenishika mkono nilipotaka kuanguka, yeye ameninua. Amenifanya mimi nionekane mtu mbele za watu. Mafanikio haya niliyokuwa nayo, yeye alikuwa nyuma yangu. Nashindwa kuamini kile alichonifanyia leo. Amechukua kila kilichokuwa changu kwa kushindwa kulipa shilingi 50,000 tu. Hicho tu. David, unajua kosa lako? Mazoea yenu unayapeleka kwenye pesa zake. Kumbuka, kumkaribisha mtu kuizoea pesa zako kujengea umaskini. Hilo litambue. Hayo yote yataisha.
Mimi nitakusaidia. Sishangae nitakusaidia. Ila kwa masharti. Kwa masharti? Bro, upo? Niambie sasa. Sinaje sasa ushatoka? Karibu sana. Asante sana. Nisikie kwa wewe. Asante sana. Vipi niambie? Tena bora imekuwa jambo zuri. Bwana Devi. Naam. Karibu sana. Huyu ni kakaangu, anaitwa Isa. Tumezaliwa wawili tu na tumebaki wawili. Yaani tunapendana kama unavyomuona. Umeona? Kwa hiyo wewe jisikie uko nyumbani, jisikie uko huru. Kaka, huyu ni shemeji yako mtarajiwa. Nashukuru sana kwa kufahamu. Sister, mbona ukuniambia kama unakuja mgeni siku leo? Hii ni surprise kaka. Oh. Na ndio maana ulikuwa una uzito wa kutoka. Yaani nilikuwa na safari lakini kila nikifikiria kutoka. Wewe utaki. Nikaona ngoja nikae kwanza. Nisikilize. Haya, karibuni. Karibu. Naona unaendelea hapo. Sisi ngoja tuendelee kupiga story. Hiyo story yanihusu huko, unaweza kujumuika au? Ukipenda wewe njoo tu. Karibu Devi. Naam Boshangi. Hivi. Kule unampenda dada yangu au? Ya, nampenda sana dada yako Boshangi. Sio kajifanya unampenda dada yangu. Kumbe ni kwa sababu labda ya mali tulizokuwa nazo. Hapana, shemeji. Mimi simpendi kwa sababu ya mali mlizokuwa nazo. Na mimi wala nilikuwa sijui kama nyinyi mna mali. Ila tu moyo wangu umetokea kumpenda. Unaweza ukaishi na dada yangu kweli? Mimi dada yangu namjua vizuri. Ni mtu mwenye maamuzi ya haraka pindi anapokwazika. Shemeji, asili ni kawaida kwa binadamu. Maana watafiti wanasema ukimuuzi mtu kama hajakwazika basi atakuwa hayuko sawa kiakili. Na ukifurahisha mtu kama hajafurahika basi pia vile vile atakuwa hayuko sawa kiakili. Kwa hiyo ndio maana nasema hilo swala ni la kawaida sana. Dada yangu namjua vizuri sana. Nashindwa kulizungumzia swala la wivu kwa sababu katika ukuaji wetu sikuwahi kumuona akijihusisha na wanaume. Shemeji, labda nikutoe wasiwasi tu. Dada yako mimi nitamlinda, nitamheshimu na nitamtunza pia. Wewe huwezi kumtunza dada yangu kwa sababu dada yangu hana shida yoyote hiyo. Bali dada yangu ndo anaweza kukutunza wewe. Dada yangu anachohitaji kwako ni upendo, bali sio matunzo. Shemeji, nimekuelewa sana. Ila mapenzi kwangu sio mzigo mzito. Nitayabeba kama yanavyostahili. Wengi husema kuwa mapenzi sio mzigo mzito, lakini mimi nataka nikuambie mapenzi ni mzigo mzito, tena ni mzito kweli, kwa sababu mapenzi unavyoanzisha ndipo unaona matamu, lakini mapenzi ndani yake yana karaha. Na kuambia haya kwa sababu ninavyomjua dada yangu, anapokwazika huwa anachukua maamuzi ya haraka kuliko unavyofikiria. Niseme tu usijali kwa hilo shemeji. Mama Devi. Wow! Mwanangu huyo. Mwanangu Devi. Naam mama. Ni mimi? Ni wewe? Mwanangu. Ni mimi mama. Siamini macho yangu. Wewe amini tu. Meso gagano. Gagano. Ama kweli mzimu ungalira. Mwanangu. Karibu sana. Karibu mwanangu. Aya, asante. Karibu sana mwanangu. Aya, asante. Karibuni mwanangu. Karibu. Karibu. Mashallah. Marhaba. Baraka. Ay, salama. Haya, habari za hapa mama? Habari za hapa ndo kama ulivyotuacha hivi mwanangu.
Hivi Alex yuko wapi? Hujamuona? Sijamuona wapi? Kaja huko mjini Alex ukutafuta wewe. Baada ya kuona Jii akasema mama sikubali, mimi naenda kumtafuta kakangu. Mama, Dar es Salaam ni kubwa. Mtu sio unatoka huku bila mawasiliano, bila nini, hauwezi kumuona. Mpaka uwe na mawasiliano naye. Ina maana mwanangu atakuwa kapotea? Lakini akipotea, wewe kakake ndio umesababisha. Kitendo cha kukaa Jii bila salamu, bila barua, hali umetuacha hali zetu zilivyo, inabidi yeye aende kule kuja kutafuta. Sasa kama akapotea, wewe kaka lawama zote utazibeba. Mama, kwanza mnisamehe sana. Ila ni changamoto tu za maisha ndio zilizosababisha mimi kukaa kimya hivi. Haya, na huyu nani ndio bosi wako huko mjini? Mama bwana, huyu sio bosi wangu. Huyu ni mkweo. Jina lake anaitwa Rahma. Rahma, huyu ni mama yangu. Nimefurahi sana kumfahamu mama. Sawa. Devi, nimefurahi sana kwa kunikutanisha na mama. Asante sana. Ile Jii, kumbe kwa sababu ya huyu Mama, sio Jii kwa sababu ya huyu. Huyu nilikutana naye baada ya changamoto nyingi sana. Na ndio maana mliniona kimya mama. Haya mwanangu, karibu. Hapa ndo nyumbani kwa kina Devi, na mimi ndo mama yao kina Devi. Karibu sana mwanangu. Nimezaa wanangu hawa wawili. Kuna huyu ndo mkubwa, mwingine ndo huyo aenda kumtafuta kakake. Asante mamangu, nimefurahi sana kuja huku kutembelea. Kweli nashukuru nimekufahamu. Asante. Haya, mimi tena niende kuandalieni chakula. Haya. Hawe. Kuna moyo mwanangu. Moyo ninao. Mtwanzi gani? Mtwanzi gani vilihi tena mama? Mwanangu, Mtwanzi dija dachoni mwanangu. Mie nijua mwanangu, kocha mjini kuzaila Mtwanzi kanie. Kuzaila Mtwanzi walikina kibule. Walihonga ndajirani. Nikuwekela kibule maza uoe. Kuonigelila Mtwanzi vya ngamuze uzeru kama mzungu mpaka dogera oga. Mama, zino zao nazibitwa na wakati. Gwe niyo udaa kunizailia Mtwanzi. Mie hija ndo nimpendile. Kwe gwe togola matokeo gogose gaja. Sawa mwanangu kumpenda Mtwanzi hija. Lakini Mtwanzi ya sifa yali. Hatuanga hija. Halima hija. Hada hakazi yote ya kuno kijiji. Hata kama Halima achola kumgunda, lakini kana pesa. Pesa yotenda kila kinu mama. Mwanangu kokwaga. Mwanamke kibule. Mwanamke kweli kweli. Kibule akiamka asubuhi kafika nyumbani kwangu. Kibule anafagia. Kibule anosha vyombo. Kibule tunaenda shamba. Ninapopanda anapanda na yeye. Haja ni mulamusa mikono telemu. Kayonda kulagala. Nilisema kabisa mwanangu na kukwenda ukirudi umoe Kibule. Mtwanzija nisimulonda. Mwanangu kama kunijua niye mamako Mtwanzija simulonda. Simulonda kabisa, simulonda. Mie Kibule pia simulonda. Unajua mama, Rahma kaondoka bila kuniaga. Nimeenda hadi kule tulipo paki gari lakini sikumkuta na gari haipo. Hajakuaga? Ndio hakuniaga. Kiranga komwa. Watoto siku hizi hamsikii. Mwana kulitafuta mwana kulipata. Nilikwambia ule sio mwanamke. Mwanamke Kibule umenibishia. Umeona lokukuta? Mama Kibule nani? Kibule nani? Hapa tunamzungumzia Rahma. Kibule nani? Hivi nikuulize, ingekuwa Kibule angeondoka bila kuaga mume wake? Hata mimi mkwewe hajaniaga. Hivi kweli? Nilikwambia huyu sio mwanamke. Mwanangu umenibishia. Umeona lokukuta leo? Je, ingekuwa Kibule kaondoka, lakini uongo. Tunawajua wazazi wake, tunajua familia yao, tunajua nyumba yao. Na asingeweza. Kibule kafundishwa yule. Wala asingekukimbia. Umeona lokukuta mwanangu? Utaanzia wapi kunitafuta Rahma wako? Utaanzia wapi? Mama usimzungumzie Kibule, mimi namzungumzia Rahma sasa hivi. Haipo amesusa Haya kamfuata mzungu wako yuko. Sawa. Ndio naenda kunitafuta? Nenda kwa Rahma wako. Ulianzia hivi. Umeona pale? Hapa. Kwenye ile migomba pale. Nakuja hivyo. Umeona mti? Hapa kwenye jiwe hapa. Naenda hadi pale. Sawa?
Twende huko. Njoo tupite huku tukuonyeshe vizuri. Na baby mna sehemu kubwa. Yani acha tu. Ndio hivyo tena utafanya. Umeona hivi? Unapita hivi. Sawa? Hivi. Hivi. Nafikiri mpaka hapa. Mpaka hapa. Hapa. Alafu unanyoka vile hivi mpaka hivi. Kwenye ule mnazi ule huko. Ule mnazi ule. Pale umeona hapa? Umeona mnazi ule pale pap. Alafu unaingia hivi kulia. Taa unakuja hadi hivi. Kuna nini? Ngoja nimsikilize mama. Mama. Unasema? Haya mwanangu, kuna nini pale? Mama, haina haja ya kuogopa. Mkeo anataka kujengea nyumba. Anataka nyumba atakayokujengea hapa ifanane kama anayoishi yeye. Ndio maana anamuonyesha mazingira haya yote. Hata kunijengea nyumba mimi? Ndio, anataka kujengea. Asante Mungu. Kweli mwanangu? Ila mama, mimi naona kuna kitu. Au nimwambie kama umtaki, asije akapoteza pesa mtoto wa watu. Tukaja kujijutia. Aliyokuambia wewe simtaki nani?